Naona inabidi kabisa kabisa kuishi yenyewe. Yaani haufai kabisa. Inabidi mtoe. Nataka sana hivi. Sawa, haina shida. Sawa. Nakuelewa ndugu yangu. Basi mimi ningeomba niwaache. Asante sana. Nimeona tu ni bora mrudi hapa nyumbani, tuendeze tu kukaa hapa wote kuliko ni kukaa kule, kwa sababu nimeshasikia maneno mengi kule. Kwa hiyo najua kabisa nyinyi bado hamjaelewana vizuri. Sasa mjomba, kwa nini turudishe huko? Mjomba, mimi ni mtu mzima, ndio maana nakwambia hivyo. Sawa mjomba, lakini haya mambo tukirekebishana kule nyumbani. Yaani mimi lengo la kukuita hapa ni taratibu, nitakwambia ni kwa sababu gani nimewatoa kule nimewarudisha hapa nyumbani. Sawa, sasa hizo taratibu ndio tunazotaka zifuate sasa. Sio haraka hivi. Unajua mpaka kuagiza shangazi yenu awapate huko. Ningekuja tu tukaongelea huko, lakini nikaona niwaite hapa nyumbani, ndio maana nakwambia nyinyi kaeni hapa. Mimi najua anachokifanya. Sawa mjomba? Sawa, hapo ndio. Sasa hizo taratibu ndio tunazozihitaji. Tutaziongea taratibu, sio leo haraka hivi. Kwa leo mnalala? Kwani mwanzo mjomba ulikuwa mnalala wapi mjomba? Mwanzo sawa, tulikuwa tunalala hapo. Sasa wewe utaratibu sasa kule nyumba sisi imefanya nini huko, sio watuelewe. Pale nimeamua nipapangishe mjomba. Hayo tu matatizo najua kwa sababu ya huyu. Huyo dada yako kafanya nini? Mimi nimefanyaje? Maana kama umeshasema tupatane, huyu ndio chana. Hapana, nimeamua tu nipe nipapangishe. Ndio. Kwa sababu najua kule nimesikia malumbano mengi sana kuhusu wewe na dada yako. Na ni kweli, hayo bila shaka. Na ni kweli huyu ndugu yako. Changamoto. Ndio cha kwanza analeta mabwana ndani. Ana jamaa lake moja hivi jeusi hivi. Nini? Wewe umekuta mle ndani malanga? Ndio kwa rafiki yangu, sijawahi kuona mtu. Sijawahi kukuta mtu eti? Umeshaanza. Unaona na majibu yake kama Yesu. Unamfikia? Ndio hivyo. Wewe kipindi? Bye. Unajua hapa sisi ni watu wazima. Mimi sitarajii kama utaanza kunidanganya. Kwa hiyo ina maana unataka kuniambia yasema kaka yako ni ya uongo? Ni ya uongo, anajingizia tu. Jaileta mwanaume pale. Kweli? Kweli. Wewe unamsingizia dada yako kwa nini? Nilijua tu. Siku zote mnasema haki ni ya mwanamke. Mtaifu saizi mshaanza kumsikiliza wewe kuliko kumsikiliza mimi. Aliwahi kupata tu ndala za nje, nibeza rafiki yangu, eti nimeleta mwanaume. Hivi liboti liyepo likubwa kabisa. Hivi unasema mwanamke? Lazima mimi zile. Uanze yale mayebo kabisa yale mayebo. Lazima ndio nilikatika. Unasikia? Nasikia ila sasa kuhusu kipindi. Kuna mambo na mimi nasikia huko mtaani huko. Full stop. Shangazi ameshasema kula kule. Mimi amna sijai tembea na mshonaji yake. Unanizingizia kwa maneno ya watu tu. Na mimi nilijua. Kukataa wewe na uongo ni hivi. Mimi sijai tembea na mbona simfahamu. Hem tulie. Wewe kipindi nimekusikia huko kwenye mazungumzo yako hapo umesema mchona viatu. Mchona viatu ndio nani? Ni jamaa moja fulani hivi jeusi hivi. Na manywele sijui alilokota wapi hata yani. Hata kama angekuwa mko wako wewe usingekubali kabisa. Wa nani? Yule jamaa? Nani? Wa huko hapo. Mimi sina mtu kama wewe simfahamu kabisa. Yaani yule ndugu na mimi tunakata. Mimi yani yule simfahamu, si nani mimi simfahamu. Kipindi, wewe kipindi. Usitupande kichwani mjomba, sawa? Kwa nini wewe unakifanya vitu unavikataa babu? Nasema kweli mimi simfahamu, huyo mtu bwana namfahamu yeye, mimi simfahamu. Sasa mjomba, hebu niambie ukweli, unataka kuolewa? Niolewe na nani? Sina bwana mimi. Sasa kama una bwana kwa nini utulii? Nimetulia. Sasa kwa hiyo kaka yako anakusingizia unataka? Ananisingizia huyo, anavisa tu na mimi. Sasa mimi hizo kelele hizo mjomba nilizisikia, nikaja nikaongea na anti yenu. Ndio. Nilipoongea na anti yenu
akasema basi hapa inabidi utafute siku uongee nao. Mimi nikajiongeza mimi kwa sababu ni mtoto wa kiume, najua madhara ya baadaye yatakavyotokea Kabisa. kwa sababu kule saizi mko peke yenu. Na haya mambo yanayozunguka hapa, mara mshona viatu, mara nani, hatuelewi. Mwisho wa siku humo tutakuja kukuta mmefanywa vitu vya ovyo. Kwa hiyo ndio maana tulivokana shangazi yenu, nikamwambia hao watoto sasa inabidi warudi hapa tuendeleze kukaa nao hapa, papangishwe. Ukae na huyu Samia. Ndio papa. Wewe unataka kufanya mjomba, wewe umekuwa umeshindikana kabisa, si ndio? Yaani tukikaa na huyu hapa pana vita ya tatu sasa. Ya dunia itakuja hapa. Mjomba. Yeye akae hapa, mimi nitakae tu. Hivi nyinyi watoto mkoje nyinyi? Anataka umeshasikia? Wewe umekuwa sana. Na mjomba kama makini. Atakuletea ni bwana ni minywele jeusi wewe. Wewe ndio ukae hapa, mimi nikae kule. Bwana nitutokea mimi sina bwana. Ndio huko mtaani kwenu tunasikia malalamiko. Ni nyinyi tu wanawasikia. Nyinyi tu kila siku. Mbea na wanafiki. Mbea wapi? Nasikia kila siku naingiza wanaume ndani. Wapi? Balozi shamtoka kabisa huko. Kwanza wewe vituo vya polisi wanakufahamu wewe. Unamjua vituo vya polisi. Wewe? Bora mimi. Ipale mtaani wewe ushakutoka. Wewe ndio msubirieni. Mnyewe mkaeni chini. Sasa mimi naomba malumbano haya yaishie hapa. Cha msingi mjomba, hakuna aliyekuwa wala aliyekuwa yuko vipi hapa. Mimi nachokisema hapa kama mwanaume, na kuanzia leo kule hakuna kurudi tena, mmefanya vizuri kuja na mizigo. Hapa mtakaa hapa, mimi ndio nitaona sasa huyu akili imekaa safi, aende huku, huyu aende. Wewe kama ukitaka kuolewa, mimi ndio nitajua. Na wewe ukitaka kwamba sasa hivi uwe huru ufanye mambo yako kama unataka kuoa, mimi ndio nitajua. Kwa kuanzia leo nyinyi mtakaa hapa. Nimeshamaliza. Mjomba. Wewe hapa nakaa kwa chini mjomba. Mjomba tusipandishane vibeti, sawa? Yaani sitaki kupingwa. Tumekaa hapa wote tangu bado nyinyi wadogo mpaka leo hii. Nisione mtu ananipinga. Sawa wewe? Sawa. Sasa mjomba, naona sasa bora angekuwepo hata mama, hata baba mzazi. Hata yeye mjomba, hata mama yenu wangekuwepo hapa kwa hizi mambo yanayoendelea haya. Asingeapenda. Hivi kwa tupe historia tu ya familia. Inawezekana huyu amelisi kwa mama huyu. Na hizi tabia hizi. Nikumbusha mbali sana. Bora nikukumbushe mbali tu. Na unamtaja hadi dada yangu. Tabia zibadiliki. Mimi nimeshabadilika toka muda tu. Sawa, kama mbadilika tusione zimejirudia kwa mjomba sasa. Sawa. Tuwe kitu kimoja, mstari mmoja. Mjomba, sasa hapa sisi tumeshakuelewa. Kama nyumba umeamua kupangisha, sawa. Tuendelee maisha kama tulivyokuwa mwanzoni, nimetulisha kwenye hili banda hili. Hamna shida, tutaendelea kuvumiliana tu. Sawa mjomba. Mimi nashukuru kama mmenisikia kwa hiyo. Sawa, mimi nimekusikia. Naona tumekuja na mzigo sasa. Huyu ni ndugu yako, usiseme hayo. Mbona sijawalea hivyo mjomba? Sawa. Ya Mungu mengi. Yaani mimi sina uhakika kabisa na watoto. Maana nasikia makubwa mume wangu huko mtaani. Maana nasikia sijui kuna mtu amepotelea pale, sijui walimkamata, sijui ndio sijui hata kujua yani. Yaani na wanapokataa ni wanaruka fitinia, hata sielewi chochote mume wangu. Nina wasiwasi. Sasa ina maana huo wasiwasi uliokuwa nao wewe na mimi ndio ninao. Ndio maana nikaona kama imejitokeza hivyo ni bora hao tuwe nao, ili hata litapojitokeza la kujitokeza tujue tutaanzia wapi tukiwa nao hapa. Hebu ngoja tuone. Mimi nipo. Sawa. Na hiyo ni point. Bora tukae hapa ili lijulikane mbivu na mbichi ziko wapi. Hizi mbichi mimi zimeiva.
Oya mwanangu, vipi ndugu? Alo fresh. Salama? Alo ni kuza. Unatoka sivile ndugu yangu. Niendeleje? Na pambana hivyo. Sio natoka mwanangu ile juzi sijaza. Wewe toa nguo mwanangu. Mimi nipo mchongo ndugu yangu hapa. Sijui nyinyi hapa ofisini kunaendeleaje maisha ofisini wewe? Hebu kaa kwanza tuone hapa ndugu yangu. Za huko utokako? Mbaya mwanangu. Kwa nini? Nasikilizia mchongo hapa mwanangu. Toka ile juzi sijapata mchongo. Hata mimi ndugu yangu mwenzio leo hali ni ngumu kidogo ndugu yangu. Kwa sababu yani toka asubuhi nimefungua mwanangu lakini vitu sipati. Nimepata vichwa viwili tu mwanangu. Hata nyinyi ofisini ndo mnali ngumu kama sisi. Mchongo hamna ndugu yangu. Yaani sio ofisini tu mwanangu. Hii hali naona ni kote. Unaona? Kwa sababu mwanangu hali ni ngumu kiukweli yani. Ila vipi lakini unaona sasa hivi umetulia ofisini hapa. Sasa nini mwanangu? Hebu tukae hata pale tuongee mawili matatu ndugu yangu. Unaonaje? Hapa nini fani bro? Hapo kama kijua kinakupiga piga hapo au unaona ni sawa? Ila kweli. Unajua kana kupita kwenye kio hapa. Anapiga sana. Hamna roho ndugu yangu. Bora mwanangu kati umekuja mwanangu. Vipi? Ndio safi. Yaani ile swala bora tulienda kwa mzee tumuomba msamaha. Kuliko ungekimbia sasa hivi cheki umetulia ofisini hapo mambo yanaendelea kama kawaida. Mwanangu mimi nakushukuru sana kwa sababu siku ile mwanangu uliwaza vizuri. Bila wewe na hisi ofisi ningeitelekeza. Unajua maisha nyumbani yale ndugu yangu. Ila mimi nakushukuru nimejifunza jambo kwa sababu mazingira wanakwambia mazingira unayokutana nayo ndio yanayokufunza. Kwa sababu mimi tukio lile ambalo lilitokea mwanangu nimejifunza na nitakuwa ni mfano kwa watu wengine. Kwa sababu mimi nitakuwa ni kijana ambaye nimekutana na magumu ambao mtu mwingine akiamua kusubutu kufanya kama nilichofanya mimi nitakushauri. Kwa sababu mwanangu mimi siku ile kwanza nakushukuru. Kwa maana ile majuzi usingekuwa ni wewe. Ila mimi nakushukuru sana kwa sababu uliwaza vizuri na ukusita kwenda kumfuata yule jamaa. Kwa sababu jamaa yule kiukweli ni muungwana, akanisikiliza na akanisamehe pia. Kwa sababu walikuwa watu wengine mwanangu wangefanya vitu vibaya, pengine ningekuwa polisi, pengine ningekuwa nishatelekeza ofisi. Kwa yani sasa hizi ilikuwa ni shida tu zimekuandama. Ni kweli. Yani sio hata ningefanyaje. Yani yule mzee nimemuelewa sana. Mimi nakushukuru. Mwanangu Bwana David ni mtu na nusu kwa sababu hakuna kijana mwenzetu ambaye ana maamuzi mazuri kama ya yule jamaa. Kwa sababu siku ile ya kwanza aliyonikamata na Isa alimfanya kitu kibaya. Lakini bado akakaa, akafikiria akasema yule ni kijana mwenzangu. Kwa nini tusiamalize kibusara? Ni mtu mzuri sana. Ila angekuwa mtu mwingine yani tungesemaje. Ila mimi nawashukuru sana kwa sababu wote mliokuwa mmenisupport, kunitetea mwanangu, hamkunivunja moyo. Ndio maisha ambayo nimejifunza. Kwa hiyo yani mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Kwa tuendelee kumomba Mungu. Mambo mengine yazidi kusonga mbele ndugu yangu. Unisamee pale ambapo nilikosea kwa sababu ndio uliyenipokea mjini. Kwa naamini miongozo yako nitaifuata pia. Naendelea yani uendelee kunikosoa pale nitakapokuwa nafanyaje nakosea. Kwa sababu mimi sijakamilika bwana. So tuna binadamu. Unajua mambo yanatokeaga. Sasa unajua nini mwanangu? Kuna gari wamsema inafika hapo so muda. Nakwenda kushusha cement hapo ngoja nisikilizie kwanza. Kwa hiyo bwana bodi umeipata naenda kupiga mchongo wa cement. Halo. Bwana kashusha hata cement nipate chochote kitu maana hapa. Kweli mwanangu hali juzi tunaweza nguo tukao na shanti viazi maana device hapa hata maji toka yenyewe juzi wewe sijakosa maji kabisa. Sisi tunaishije mwanangu toka juzi hujaoga? Yaani nyumbani sijakanyaga yani. Mwanangu ameishi tu. Wandugu mmoja mmoja kubali nilimsaidia nakumbuka. Hii siku ya pili simpati. Yule mshona viatu? Kumbe unamkumbuka. Mama Ashura anajiita hivi. Anambia tu Mama Ashura. Hii siku ya ngapi ya pili? Yaani toka nimemsaidia kaja akaondoka. Wewe. Kwa umeenda hata polisi labda? Yaani hapa ndoka nikaangalie nirudi tena leo jioni kwake pale nikimkosa. Niende polisi nika. Kwa ulivyojaribu kuuliza mtaani imekweje? Pale nilienda yule jamaa pale ile
mdhamini kwa pale nje yule mwenye. Yule jamaa anayozamia. Oil yule. Achana na yule miwa yule. Yule alikuwa oil. Oil ni mastika sijui kama sikosei. Ni mtu sikula amefunga. Kwa sio kesi kana yule wa miwa. Akanambia na yeye hajampata. Afu yule ni mgeni au amerudi nyumbani kwao? Sijajua hata sisi. Lakini atarudije nyumbani kwao bila kuaga mwanangu? Au ndio ile kwamba nimekupokea alafu mwisho wa siku naondoka nimeshajipata mwanangu na kusahau wewe yule. Ila hizi siku ngapi hizi kwamba ameshajipata? Au alikuwa mpelelezi? Wewe kwa sababu mwanangu saizi sijitaka tena. Unakumbuka kuna kesi imetokea hapo? Wapi? Hapo China. Mwanangu hizo kesi zitatuponza. Unajua nini? Tuishie hapo. Kwa sababu tunakoelekea sasa hapo. Ngoja kwanza. Kama mwanangu kapesa kidogo kama ingia hapo. Kwa hapa nikufanyie maarifa hata upate hata maji mwanangu. Au unasemaje? Wewe niende kwanza nikapeke cement nishushe. Alafu tutapita jioni. Ila usisahau sasa kuendelea kumtafuta jamaa yako yule. Siwezi sahau. Kwa sababu yule jamaa hana ndugu zaidi yako ndugu yangu. Kwa hiyo jitahidi fanya juu chini yule jamaa ujue ni wapi alipo. Umeona? Hapa ni vile pambana. Pambana. Yaani nisipompata leo, kesho asubuhi na keki tuone au leo jioni. Basi na mimi nitajitahidi kumtafuta ndugu yangu kwa maana ili tusipoteze muda sana. Mimi ngoja niendelee kumalizia usafi hapa alafu wewe tutachekiana hata jioni. Au unasemaje? Fresh. Ngoja niwahi nishusha cement hapo. Poa. Kwa basi ndugu yangu utamsalimia hata bwana David ukimpata mwanangu. Ukiona naye huko mtaa. Fresh. Kweli? Najua nitakuwa naye. Hamna noma ndugu yangu. Fresh. Ngoja tugange na njaa zetu hapa. Hizi njaa. Ngoja tutakamatana. Hamna noma. Ngoja nimalizie vitu vyangu hapa kidogo. Afu tutasomana. Sama watoto. Tuongeze bwana mtoto mwingine. Mbona yule ameshakuwa? Mtoto? Saizi. Mbona bado mdogo sana? Wewe huyu ameshakuwa bwana, tumtafutie mdogo wake. Wewe utaki bora saizi tuzae haraka ili tukisha tulia tunaendeza tu maisha mengine. Unajua? Mimi kwa kweli hapana. Hamna. Sasa ndio nini hivyo na wewe watoto? Yaani tunazaa maisha yenyewe yako wapi? Tunafanya kazi ya kuzaa kila siku au? Yaani hapo ndio unaponikatishaga tamaa. Mimi siwezi kabisa. Sasa uwezi nini wewe utakili? Mimi sitaki kuongeza mtoto. Kweli. Yaani nashindwa kwa ina maana sasa hapa wewe maisha gani unafikiri mwisho wa siku tutakaa tu hivi na mtoto mmoja tu na huyu mwenyewe anatushinda. Sasa tukiongeza wa pili anatushinda nini wewe naye kila mtoto anakuja na riziki yake wewe. Mimi sitaki sasa muda kuzaa bado. Kwa ina maana unanipinga sasa ndio? Sio nakupinga. Ila mimi sitaki. Sasa kwani wewe Majaneti mimi ni nani yako? Mume wangu, kwani mimi nimekataa kwamba wewe sio mume wangu au? Sasa kama mume wako mbona kama unanifanyia yani figisu? Muda ukifika nitakwambia. Kwa sasa hivi napangiwa. Sio kwamba unapangiwa, kwani tunazaa kama kuku au? Sio kuzaa kama kuku. Wewe angalia mtoto huyo ana muda gani wewe? Muda gani? Ndio kwanza miaka 2 nizae tena. Wewe miaka 2. Kwa hiyo nataka kufanya mimi sijui hata kuhesabu, kwa hiyo leo hii sina hesabu zote kichwani. Hata kama unajua, ila mimi ndo nishasema kwamba mimi sitaki kuongeza sasa hivi mtoto. Acha hizo bwana, mke wangu wewe naye. Usinifanyie hivyo mimi wako. Sitaki. Kwa hiyo umenigomea kabisa. Sitaki, yani hilo sawa kabisa. Sawa. Haina shida, basi wewe kaa, kuna mwanaume ujue mwingine umepanga kuzaa naye. Una wewe niachie wewe. Wewe. Hebu njoo kwanza. Mambo mengine ni waga nini? Fanya nini? Njoo tuongee bwana. Sasa mume wangu, ukisema ongeze mke wa pili sasa hivi, maisha yenyewe ndio haya kama unavyoona. Utamleaje na mtoto wetu? Bwana, mimi ninavyoona maisha haya ni kutafuta. Sasa mimi natafuta sana na jikuta muda mwingine nakosa. Sasa nikose hadi na watoto, hela sina na watoto nikose. Sio ukose watoto, kama mtoto mwenyewe huyu anatushinda.
Ukifika muda tutatafuta mwingine. Ya bwana, mimi naona muda unazidi kwenda bwana. Mimi sasa hivi nahitaji mtoto. Wewe kama mke wangu nimeamua nikufikishie dhamira yangu, lakini wewe ndio unakataa. Sasa nifanye nini? Na unajua kabisa mtoto mzuri alelewe na baba na mama. Sasa wewe unaninyima mtoto mwingine, ndio nini hivyo? Sio kwamba nakunyima, muda ukifika nitapata tu mtoto mwingine. Sasa hivi bado mapema. Sio mapema sana mke wangu. Wewe fanya mambo basi. Sasa hivi unakumbuka kabisa, sasa hivi tulikuwa na swala la kumpeleka mtoto shule. Haya, unataka mtoto tena mwingine. Hizo hela tutazitoa. Na mimba unajua inahitaji kulea. Nahitaji hiki, nahitaji hiki. Sasa hivi unataka mtoto. Kwa maisha gani? Bwana mimi nitakulea. Kwani hii mimba ilianzilikuaje? Bwana wewe, mimi sitaki kula mboga za majani kila siku. Nibebe mimba sasa hivi kujitesa nini? Yaani hapo mke wangu ndio tunaposhindanaga mimi na wewe. Ndio maana sasa wewe kama unataka labda sijui mpaka kuzaa na mimi mpaka maisha yawe tofauti na hapa. Mimi naona sasa wewe mimi bora nikatafute mwanamke mwingine akinizalia kule. Mimi hapa nakuja na maana mimi na wewe tunikukaa tu tunajadili masuala ya maisha. Nikitoka hapa kwa wewe naenda kuangalia mtoto wangu tena mwingine kule. Ndio unachokitaka hicho. Sasa kutafuta mwanamke mwingine. Kama sisi wenyewe tu hapa unatushinda. Yaani tunakula vibaya, yaani tunakuvumilia tu basi. Na huyo mwanamke mwingine utamlisha nini baba? Sasa hapo mimi naona kama umeanza kwenda kuinzala. Sasa mimi nachokiona kudharau, mimi naongea kitu uhalisia, maisha ambayo tunaishi humu ndani. Ukichanganya ndo nao wakina anti wameshakuja hapa. Haya, unalichukuliaje hilo swala? Yaani nachukulia kirahisi tu. Wakati majukumu sasa hivi yameshaongezeka. Yaani wewe unarahisisha tu mambo. Unaona ni jambo la kawaida tu. Mwanangu uko wapi? Nishamaliza kazi tayari hapa. Njoo nige mzigo wangu basi. Poa, nakungoja dakika ngapi basi usichelewe hapa maana mimi nipo hapa. Baridi. Uhakika sana. Vipi? Kama kawaida. Fresh. Nipe ripoti. Poa mwanangu. Sasa nimechelewesha mzigo, si unajua? Wapi? Kule vipi? Fresh kabisa. Food. So kesho nakuta na round mitaani. Oya hii hapa kula kiapo mzee. Hamna no. Sasa hapa ngoja nikupe kwanza ile pesa yako. Fanya ongeza. Hamna noma. Sasa unajua hapa kwanza kupa advance. Ili ningeenda kucheki mzigo kwamba biashara imekata kabisa links, hamna kitu. Oya aminia familia. Ndio tunamalizia ile. Ni kinde basi. Hamna noma. Sasa hapa nakupa kiasi kidogo. Alafu ile baadaye. Lakini unakumbuka nilikwambia mia ngapi mzee? Ile. Lakini hii ni nusu alafu. Baridi. Hamna noma. Mambo si kama haya familia. Sasa hapa si tukamchole sasa ukaamini sasa. Hapo hizi kazi za machu. Wenye vipara tucheke? Achekeshe. Aminia. Twende basi. Tukacheki mzigo afu tunamaliza baridi zao. Sawa. Mimi nimekusikia Mama Janet. Wewe wazo lako na akili yako yote mimi ninayo, sawa? Wewe hebu mimi niache, mimi nitajua nitafanya nini. Kwa sababu mimi ndio baba wa kichwa cha familia hapa ya. Kwa hiyo sasa mimi naona kwa sababu ombi langu kwako limekataa, basi haina noma. Mimi ngoja nikusikilize mawazo yako. Mimi nitajua nitafanya nini. Sijui mwenyewe, ila mimi hilo swala la mwanamke sikushauri. Mimi ninachohitaji uwe na pesa, usiwe na pesa utajua mwenyewe. Mambo ya mke wako sijui nini, ninachohitaji ni haki za kina anti na mwanangu. Kwa hiyo kama una swala sijui la kusema bi mdogo sijui nini, hilo baba sijui. Ila sihitaji mimi uniletee bi mdogo humu ndani. Sitaki kabisa, sitaki kusikia. Sawa. Haina shida. We haina no. Haya poa.
Waje mzigo kweli upo? Oh, mwanangu mzigo upo ndichi hapo. Tuna tuzame hivi basi unachelewa sasa. Hamna. Niga, mzigo ndo hapa mwanangu. Anajira kiponje marasi sijui. Hapo ilibidi kaa tumtie mafuta tumpigidi huyo sasa. Maana anapenda sana masista za watu. Kosa kufa. Kapotea huyo. Kada nje mwanangu wewe unataka umguse. Hamna noma basi tumalizile. Yenyewe safi, yenyewe safi. Ni damu. Wewe nikinda tu ule mzigo wangu au una neno zaidi hapa familia? Hapo neno hamna kabisa. Yenyewe safi. Au vipi? Sasa anazingua mwanangu ujue. Sina nini? Sema umetisha kinoma familia. Au umepoteza? Hamna. Mwanangu mbona kibuna kiti? Ase kwanza si samna na kusaidia nyumbani kabisa. Au vipi? Hamna noma. Sasa una neno zaidi hapa mwanangu. Huo mzigo atakuja tu bebe uchukue mbwa nini? Janet. Naona mjomba wako amekaa hapo nje. Ana maongezi sijui na wewe. Mjomba nani? Jivan. Jivan yuko hapa? Ndio. Mazungumzo gani tena? Sijui ndo uamke uende kamuulize jamani. Umelala hapa afu unaniuliza kweli baba Janet? Si uamke. Sawa. Ngoja ndio nikawasikiza watoto wana nini hawa? Mimi mwenyewe hata sielewi na dada. Sikia kwa ameanza kama ya kule tena. Mimi nasikia mengi sana huko mtaani. Mimi hata sijui kwa kweli. Watoto wanapasua kichwa na watoto. Au ni lile swala maana kuna mtu nilisikia amekamatwa. Ila ni mazingira ya pale nyumbani pale. Kweli? Kabisa. Sijui kama kweli lakini sina uhakika. Ulisikia maneno kwa nani? Maana Jivan na mwenyewe hata simuelewi mume wangu. Hapo ndio yani kwa kweli ndio nachoka kabisa. Hebu ngoja nimsikilize atakuaje. Aya, sawa, twende. Ndio mjomba kwema? Kwema kabisa. Jamaa amko tu. Salama kabisa. Sijui nini. Sawa, tupo. Una jipya? Kuna jipya. Au zipi? Kama unavyoona. Mambo mazuri Kabisa. Sawa. Vipi? Nimepita pale kwenye mlango wa dada yako nakuta kufuli. Vipi? Kaenda? Mimi kajua labda mtakuwa mpo naye nyinyi. Maana tokea jana mimi nimekuta pale pana kufuli mpaka leo hivi. Sijajua atakuwa amelia wapi sasa. Tangu jana? Ni tangu jana. Kweli? Kabisa. Sasa ndio sikujua sasa atakuwa ameelekea wapi. Ngajua labda mpo naye nyinyi. Sasa kwa nini unafanya hivyo lakini dada yako? Ndio hapo sijajua sasa. Maana ndio maana siku yetu tulikuwa tumekaa kikao hapa nikasema wewe ni makini sana na kipindi. Ndio tabia zake ni hivi hivi. Tokea tupo kule tunakaa kwenye nyumba hiyo ambayo tuliachiwa na wazazi wetu. Kwa hiyo na wewe unasema tangu jana pale na wewe kulikuwa kuna kufuli tangu jana mpaka sasa tunaweza kwenda kukuta kufuli na kukuta hata kutu kabisa.
Mtoto kwa kweli kawa pasua kichwa mjomba, sijawahi ona. Mbona anafanya hivi lakini vitendo vya ajabu. Yaani nimewatoa kule ili nione shida iko wapi. Sasa hapa ndio nimeanza kupata picha hapa. Unakumbuka hata tulivyokuwa tunaongea hapa kuna kauli alisema ya kuhusu mshona viatu. Ndio. Mimi ngoja nianze kufuatilia kuhusu huyo mtu. Sawa, maana mimi mwenyewe hapa nishachoka sasa. Kwa kweli, yaani ni hatari sana. Na sio kidogo yani. Sawa mjomba, ngoja tupambane. Mimi nitajua tu, yaani ukweli utapatikana. Sawa, tujue mbivu na mbichi ziko wapi. Hapa tu tunasubiri. Ngoja akirudi leo tukae naye chini. Nitamwambia tamwachia anti yako kwa sababu yeye ndio mwanamke mwenzie, hawezi kumficha. Atamwambia tu kweli. Wakae waongee, alafu mimi nitachukua majibu kutoka kwa anti yake, alafu utakuita sasa mimi na wewe tena tukae tujadili na kuaje. Sawa. Yaani kama wamependana kwa nini tu mtu asije nyumbani tukazungumza? Yakaisha jambo likaisha. Akamchukua kuliko kukaa wanavutana hivi, akifa kule itakuwaje? Sahihi kabisa. Sasa wewe subiri mjomba, ngoja tulifanyie ili uchunguzi. Maya, amka, sasa kuamini kama umekufa. Maya, amka. Maya, amka. Mai, amka, nimefika. Maya, amekufanya nini Mai? Amka basi. Maya, amka. Amka basi. Maya, amka. Amka, nimefika. Amka basi.